Kama kuna kitu moja unastahili uwe sure katika maisha yako, ni kwamba Mungu ako upande wako na Mungu atakupigania na Mungu atakushindania na utatoka katika shida zote. Kama kuna kitu unastahili uwe sure na hiyo ni hiyo. Ambia imani yako, ambia roho yako, ambia soul yako, na hata maadui wajue ya kwamba hii ni wingu tu inapita kwa maisha yako. Ipo siku utatestify, ipo siku utaona Mungu, na kuna siku Mungu atajidhihirisha. Pambana, pigana hizo vita za imani, maliza mwendo wako salama. Hiyo ndio inastahili iingie katika moyo wako right now. Kama umepigana vita vizuri. Kupigana vita vizuri, mtu wa Mungu, si si kupigana ngumi. Maandiko yanasema vita vyetu si vya mwili na damu, bali ni dhidi ya maroho na nini. Mungu akuwezeshe kujua number 1 ni maroho gani unastahili kupigana nayo. Maana vitani hata watu tu wanajeshi wa dunia, wale tu walinda inji, hawezi amka tu akaanza kupigana. Kuna vita za polisi, kuna vita za DCI, kuna vita ambayo ni wanajeshi wanawekwa. Wanajeshi wanalinda mipaka ya kuweka usalama. Sawa? Linda mipaka ya maisha yako. Usikubali umaskini, usikubali delay, usikubali rejection ama any spirit ichukue kilicho chako. Ujue wewe ni nani. Yani kwa kusema kitu kilicho chako na maanisha identity yako ndani ya Mungu. Usikubali chochote kiingilia hapo. Linda sana hiyo laini. Amen. Na number 2, kwa hizi vita ambazo unapigana, ujue kwamba Mungu ni provider. Jehovah will provide. Niambie kitu moja ambaye Mungu ameshindwa kufanya. Mimi nasema tu kama Mungu anaweza hata inua hizi mawe, na hii matawi yote na hii vegetation unaona hapa. Ni nini hiyo inakufanya uone kama Mungu hana haja na wewe? Jamani, ni hiyo deni. Ni hiyo wewe venye uko frustrated right now? No. Mungu ni provider. Anaitwa Jehovah Jireh. Inamaanishanga our provider. God our provider. So, amini Mungu ya kwamba kile kitu hata hakiko kwa familia yenu, hata kama hauna watu ambao watakusaidia, Mungu ana uwezo wa kukusaidia kwa hiyo. So, unapolinda mipaka yako, linda tena imani yako ndani ya Mungu. Maana wakishaiba hii imani yako, utakuwa mtu tu bure. Maana hakuna kitu unasimama nayo. Imani yako iwe ni kwamba licha ya kwamba napitia haya na licha ya kwamba haya yametondeka, Mungu wako na Mungu atanitetea. Mungu akusaidie kujua hiyo. La mwisho tu, mtu wa Mungu, ambaye nataka kukuhimiza leo ni hili. Angalia huko mbele. Angalia huko mbele. Wacha kuconcentrate na yale tu unapitia saa hizi. Angalia baraka za huko mbele. Most of what you have right now, vitu vingi ambavyo uko navyo right now ni vitu ambavyo uliviombea kitambo. Hata wakati huko unajijua, hata wakati huko una plan ya kujijua, uliomba kwa katoto kadogo, siku moja sinipate hii, siku moja na wish nipate. Mungu amekupea opportunity saa hizi na amekupea nguvu za kuclaim. So tengeneza future yako saa hii. Tengeneza ile mambo unapitia saa hizi, sikufunge macho uache kutengeneza future. Maana future iko hapa. Future yako iko hapa. Tengeneza future. Umesikia pale mbele nimwambia God is the provider. Mungu ataprovide. Pale yote anaweka vision, ataprovide kwa hiyo mission. Sawa? Pale Mungu ameweka vision, ataprovide hiyo mission na atalinda kila kitu na ataprovide. So kuwa na future, mtu wa Mungu, be future oriented. Huko mbele ni kuzuri sana. Mbele ni kutamu. Mbele ni kuzuri. Utakuwa umekuwa more mature na haya umepitia leo, umetakuwa umesoma hii lesson, umesoma hii darasa. Kwa hivyo huko mbele hauwezi pitishwa mara mbili. Ni kukonka na kushinda. So be strong. Hebu amka kwa hiyo kitanda. Hebu amka kwa hii stress uko nayo right now. Amka uambie hizo mashida how big your God is. Wacha kuambia hizi mashida vile. Wacha kuambia tu Mungu venye mashida zako ni kubwa. Ambia tena hizi shida venye Mungu wako ni mkubwa, and then you will make it. Otherwise mimi nakuombea tu. Tunaomba Mungu na Mungu atakutendea. Nimeshukuru Mungu since tuanze kuomba na wewe. At least kuna kitu umeona Mungu amefanya. So kama amefanya hiyo, ni nini itamzuia kufanya ile ingine? Take heart. Amen.